Ndiyo Bilimbi, mtihani wako uliofanya ni mdogo sana, maana haustahili hata kupata pongezi kutoka kwangu. Unajua kwa sababu gani? Shida yetu sisi sio Sina, ni kile kiumbe kilichopo tumboni. Sijui umenielewa? Sawa mkuu. Sasa ili twende sawa, ni bora afe mama na mtoto kuliko kubakia vyote. Ndima, hivi kweli Bimbilimbi hiyo shilingi ataipata kweli? Inawezekana, kwa sababu mwenye wadhifa mkubwa sana alionao kwenye chama chetu, na ndio maana kila mtu ameweka matumaini makubwa sana kwake, na kila mwanachama anaamini kwamba Bimbilimbi atafanikiwa. Kwa Jabali ye, kwa Jabali ye, kwa Jabali ye, kuna mambo. Kwa Jabali ye, kwa Jabali ye, kwa Jabali ye, kuna mambo. Kwa Jabali ye, kwa Jabali ye, kwa Jabali ye, kuna mambo. Kwa Jabali ye, kwa Jabali ye, kuna mambo. Wacha niambie kinda wangu. Jabali, mimi nimekuja hapa na matatizo. Binti yangu ana matatizo mengi sana, yaani sielewi anasumbuliwa na nini. Tangu amebeba ujauzito amekuwa ni mtu wa shida mpaka dakika hii ninavyokuambia. Kwa hiyo nimekuja hapa Jabali, uniangalizie binti yangu ana shida gani. Nisaidie Jabali. Nimekuja kuangalia gonjo kwa mwalimu kuangalia gonjo. Nimekuja kuangalia gonjo kwa Jabali kuangalia gonjo. Nimekuja kuangalia gonjo kwa Jabali kuangalia gonjo. Nimekuja kuangalia gonjo. Nimekuja kuangalia gonjo. Bimbilimbi atafanikiwa. Chandima, hiyo shilingi ni ya maajabu kweli. Kwa nyepesi nilizozipata, kuwa kuna mtoto atazaliwa na huyo mtoto atakuwa na nguvu za ajabu sana, na ndio maana mkuu ametuamuru kwa kila mwanamke mwenye ujauzito katika kijiji hiki inabidi auawe. Ina maana akizaliwa huyo mtoto kweli atakuja kutusumbua na ndio itakuwa mwisho wa utawala wetu, si ndio? Ndio maana yake, na ndio maana mtoto wa Bikilala kwa ametuamuru tumuoe kabla hajazaliwa huyo mtoto. Hiyo itakuwa ni changamoto kubwa sana. Una matatizo makubwa sana. Jua familia yako. Kuna wanadamu wanakufuatilia. 90% ni ndugu yako. Je, nataka kumuona? Una moyo? Ndiyo Jabali, ninao. Una kifua cha kumuona huyu anaitesa familia yako? Ninacho Jabali, ndio maana nimekuja hapa. Kamata hii.
nyoshea kwenye maji. Je, unamuona, unamjua? Wifi yangu huyo. Usishtuke, ndo anaokusumbua katika familia yako. Binadamu wabaya wanirudisha nyuma. Binadamu wabaya wanirudisha nyuma. Si unaona binadamu wabaya wanirudisha nyuma. Si unaona binadamu wanirudisha nyuma. Si mnaona binadamu wabaya wanirudisha nyuma. Si mnaona. Wacha kurumanta mantetere. Mama, hapa kuna mambo mawili. Jambo la kwanza, mwanao afe ili mradi abaki mbaya wako. Na jambo la pili, mbaya wako afe au mwanao abaki. Mtaalamu, mimi niko tayari kwa lolote, na niko tayari zaidi huyu mbaya wangu afe. Hata sasa hivi mimi niko tayari ili binti yangu awe salama. Sawa. Uko tayari? Sawa. Kamata kisu. Choma. Mkuu, umenistukiza, sijajua kama utakuja kwa staili hii. Ni kweli, ila nimekuja kwa jambo moja tu. Nahitaji ni kuongeza katika kazi aliyopewa Bimbilimbi. Kazi yako kwangu mimi ni amri tu. Nipo tayari kuifanya. Sawa. Sasa kazi yako ni moja tu. Nahitaji kile kiumbe alichokibeba Sina unakipoteza katika ulimwengu, kisionekane tena. Kazi hiyo silimkabidhi Bimbilimbi. Ni sahihi, ila kazi peke yake hatoweza. Ndio maana nimekuongeza wewe hii kazi muifanye kwa weledi na kwa ufanisi, ili kuhakikisha huyu anapotea katika ulimwengu. Nipo tayari na nitaifanya kazi mkuu. Sawa. Fanyeni kwa weledi, hakikisha msikosee tena hii kazi. Sawa mkuu.
jambo letu tumefanikiwa, ila pole sana kwa kumpoteza binti yako. Umebakiwa na kiumbe kilichozaliwa. Ndugu zangu, mna taarifa gani mpaka sasa hivi? Maana hata mimi sielewi. Chandima, usichoelewa sio peke yako, hata mimi mwenyewe sielewi chochote. Sioni hata dalili ya maandalizi ya mazishi. Naona tu watu wakiingia na kutoka. Na maana hii tumepigwa sasa. Ndugu zangu, msilolijua ni usiku wa giza. Unamaanisha nini Kipande? Namaanisha Sina na mwanawe acha wakale udongo makaburini.